Hello, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kuwa niko salama. Ninamtukuza kwa wema na fadhili zake. Bwana Mungu ni mwema sana. Sasa video iliyopita tunaona kuwa tulijifunza kuwa Utatu Mtakatifu hufanya kazi kwa mpangilio, yaani kuna kila kazi katika nafsi ya Utatu Mtakatifu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sasa tukajifunza Mungu Baba kazi zake, Mungu Mwana kazi zake, na Mungu Roho Mtakatifu kazi zake. Sasa tunaenda mbele zaidi baada ya kujifunza kazi ya Mungu Roho Mtakatifu, kuwa amekuja ili kutufundisha na kututia katika kweli yote na kutuongoza na kututia katika kweli yote, kama ninavyosema katika Yohana 16:13. Pia baada ya kusamehewa dhambi zetu, kwa hiyo tunahitaji sana kuweza kuongozwa na huyu Roho Mtakatifu katika kila jambo tunaloliendea, tunapaswa kuongoza naye. Sasa kabla hatujaendelea, tuombe kwa ajili ya somo la leo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa sababu unatupenda, unatujali, uweza wako umetufikia na kuweza kupigania. Asante Bwana Yesu, na tunavyoenda kujifunza neno hili, zidi kwa pamoja nasi, usituache, uweza wako katufunike, hata tukapate kuona tunakaa katika mapenzi yako yatwaye yaliyo ya Kristo. Roho Mtakatifu na kutupasha habari Baba, tukapate kujifunza na kuelewa na maandiko katika jina la Yesu, amen. Amen. Basi tutaendelea sasa. Tunakamilishaje sasa Utatu Mtakatifu? Ni kwa kupatana na Roho Mtakatifu au kutembea na Roho Mtakatifu, kwa sababu kuokoka kunaitwa kuzaliwa mara ya pili, yaani kuzaliwa kwa Roho. Baada ya kuzaliwa kwa Roho tunatakiwa kutembea katika Roho. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 2 anasema Biblia inasema kuwa kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyokushwili, kwa hayo pate kuukulia wokovu. Kumbe tunazaliwa mara ya pili na tunatakiwa kuukulia wokovu. Kuukulia wokovu ni kutembea katika Roho. Mara baada tu ya kuzaliwa kwa Roho, anasema kilichozaliwa kwa Roho ni roho, kama tunapoweza kusoma katika Yohana sura 3 mstari wa 6. Ili tuwe katika Roho ni lazima, tuenende katika Roho ili tusimtende Mungu dhambi. Wagalatia sura 5 mstari wa 16. Kumbe tukienenda katika Roho hatumtende Mungu dhambi, lakini tusipoenenda katika Roho lazima tutamtenda Mungu dhambi, kwa sababu tunakuwa katika mwili, yaani hatuenendi kama vile Roho anataka tuende. Tunakuwa tunaenenda katika mwili, na katika mwili kuna dhambi za kila aina. Kwa hiyo ili tuenende katika Roho ni lazima tumtegemee Roho Mtakatifu. Yaani tunatembeaje sasa katika Roho? Ni lazima tuwe na Roho Mtakatifu wa kutuongoza, kwa sababu tukiwa bila kuwa na kiongozi, bila kuongozwa na Roho, ina maana tutakuwa kama vipofu. Kwa hiyo kipofu akienda hataona njia vizuri, baadaye ataenda sehemu ambayo sio. Kwa hiyo ili tuenende katika Roho ni lazima tuwe na Roho Mtakatifu wa kutuongoza. Kwa hiyo Bwana Yesu Kristo alipomaliza kazi, alipaa kwenda mbinguni na akawaambia wanafunzi wake, sina budi kwenda ila sitawaacha nyinyi yatima, kama Yohana anavyosemekana katika Yohana 14:16. Anasema nami nitamuomba Baba. Kwa hiyo Baba alivyomuomba Baba, ina maana alimuomba Baba ili atupe zawadi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alivyokuja ndio alikamilisha sasa kazi ya Utatu Mtakatifu.
Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuja ili kukamilisha kazi ya Utatu Mtakatifu, na kazi yake kubwa ni kutufundisha na kutuongoza na kututia katika kweli yote. Yohana 16:13 kama tulivyoona. Kwa hiyo sasa, tangu Yesu alipoondoka, Roho Mtakatifu amekuwa hapa duniani na alikuja siku ile ya Pentekoste. Akina Petro walikuwa wanamsubiri, waliambiwa wasitoke mpaka wavikwe uwezo utokao juu. Kwa hiyo ukisoma katika Luka 24:49 utaona. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5 pia inazungumzia kuhusu Roho Mtakatifu. Na baada ya Roho Mtakatifu kuajilia, ujasiri wa ajabu uliambatana nao, na uoga wote waliokuwa nao mwanzo uliisha, na walifanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo kumbe Roho Mtakatifu akiingia kwetu anatuondolea uoga. Wakati mwingine mtu anaweza kutenda dhambi kwa sababu tu ya uoga, anaogopa, anamdanganya bosi wake kwa nilikuja saa 1:30 kumbe alikuja saa 3. Hiyo yote ni kuogopa kufukuzwa kazi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akija kwako, hutaweza kuogopa, utakuwa na ujasiri mkubwa kama alikuwa nao Petro. Mpaka wanashangaa, wanasema walipoona ujasiri wa Petro walishangaa kwa sababu yeye hajasoma. Kwa hiyo kumbe Roho Mtakatifu aliingia kwake na akampa kitu cha ajabu sana. Roho Mtakatifu ni wa ajabu sana, anamfanya mtu anakuwa jasiri kama simba. Na sisi pia ikiwa tumejengwa katika misingi ya kanisa la mitume na manabii, inatupasa tuongozwe kwa Roho Mtakatifu, kwamba tunatakiwa tuongozwe na Roho Mtakatifu katika kila jambo. Nje ya hapo hatuwezi kuishi maisha ya utakatifu, na zaidi sana kufanya kazi ya Mungu na hata kuingia mbinguni. Kwa ujumla, hatuwezi kabisa kufanya neno la kimungu lolote bila kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na ndio maana msingi wa somo hili ni kupatana na Roho Mtakatifu. Na andiko letu la msingi ni Amosi sura ya 3 mstari wa 3. Pia Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Kwa hiyo lakini neno linalotuongoza ni Amosi sura ya 3 mstari wa 3, kuwa watu wawili hawawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Na katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 16 anasema tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupate neema. Kwa hiyo neema ni kupatana na Roho Mtakatifu, na kwa ni neema ambayo tunatembea nayo. Kwa hiyo somo letu na neno letu la msingi katika kupatana na Roho Mtakatifu ni Amosi sura ya 3 mstari wa 3. Basi ninakushukuru sana wewe ambaye tulikuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka muda huu. Nikutakie muda mwema, na baraka za Mungu ziwe pamoja na wewe. Na kama bado huja subscribe, na kuomba tu kwa unyenyekevu kwa subscribe, ili unavyoweka video nyingine uweze kuiona, na pia ulike na kucomment, pia ushare kwa wengine ili wakapate kujifunza neno hili. Tunaenda taratibu, na kama kutakuwa na swali lolote tutauliza. Kadri tutakapokuwa tunaenda, tutakuwa tunaenda tukielezana, yani tukiwa tunaenda huku tunaelezana zaidi. Basi Mungu akubariki sana, na ninakupenda sana. Shalom.